Shalom ndugu zangu wote, ninawasalimu katika jina la Yesu. Kwa mwaka huu 2025 nimepata muda mwingi sana wa kuomba, mtafuta Mungu, na kuna mambo ambayo Mungu amekuwa akinishirikisha au kunionyesha, ambayo nimeona ni vyema niwe nakuja taratibu taratibu nasema na nyinyi, na yote ambaye ana mzigo wa kuomba basi atakuwa anaomba pamoja na mimi. Nitaanza kwa maono haya. Kuna jambo ambalo Mungu alinionyesha ambalo linisumbua kidogo kichwani, kwa sababu lina mtazamo tofauti na vile ambavyo huwa ninaamini. Niliona kuna mji mmoja mkubwa sana ambao ule mji una barabara, alafu ile barabara imejaa vibanda vya kila aina, vibanda vya machinga. Kama mnavyoona ukienda Kariakoo unaona kuna maduka, lakini mbele kuna vibanda vingi sana ambavyo wafanyabiashara wengi wanauza pale, na wateja wengi hawaingii mle ndani ya maduka makubwa kwa sababu wanaishia kwenye hivi vibanda. Sasa nikawa nawaza kibinadamu, hasa haya maduka ambayo yako nyuma ya hivi vibanda yanawezaje kufanya biashara wakati wateja wengi wanaishia nje kwenye hivi vibanda, maana vinauza kwa kelele, kwa fujo na mambo mengine mengi. Nikawa napita kwenye ule mji, ni mji mkubwa tena wa kisasa, lakini una vibanda vingi vya machinga nje. Wakati naendelea kutembea kwenye ule mji, nikaondoka lile eneo nikaenda mahali pengine. Nikaenda huko ni kama nimelala siku moja, nikarudi kesho yake. Niliporudi kesho yake nikakuta ule mji vibanda vimevunjwa, yani barabara imeanza kusafishwa. Zinaanza kubaki zile frame ambazo ziko ndani. Haya mabanda ya nje mengi yamevunjwa, yamegeuzwa. Sasa nikawa nashangaa, jana tu nimekuta kuna fujo nyingi zinaendelea kwenye hii barabara, lakini mbona leo tena naona kumeharibiwa barabarani? Ikabidi nianze kuuliza kwamba jamani, kulikoni? Akasema kaingia kiongozi mpya wa jiji, kwa hiyo ameamua tusafishe. Kwa watu wanasafisha, anataka vibanda vitakavyobaki ni yale maduka tu, hivi vibanda vya barabarani viondolewe, hawa watu kama wataenda sehemu nyingine waende. Nikauliza, vimebomolewa lini? Mbona jana mimi nimepita hapa? Akasema vimebomolewa leo asubuhi. Kwa mimi nilikuwa nimepita kama mchana hivi. Nikabidi nianze kuyaombea hayo maombi. Mungu, naomba sema nami, sijajua haya maono yanamaanisha nini. Bwana akaniletea tafsiri. Akaongea na mimi kwa habari ya papa mpya. Nadhani watu wanajua wote kwamba papa mpya anaitwa Leo. Si ni Leo, kama Leo, Papa Leo, sijui vizuri. Bwana akaniambia ndani ya huyo papa liko agizo. Ataanza kuleta mabadiliko mengi sana kwa haraka kuliko watu wanavyodhania. Ataanza kuleta maamuzi tofauti ambayo hayakuwahi kuonekana kwa papa yeyote tangu hiyo imani imeanza. Na kwa sababu huyu papa ndani yake ana shinikizo, kumbuke ana nguvu na ni kama mtawala, dunia inamsikiliza. Ule upepo atakao kuwa na uanzisha katika maamuzi yake utaanza kutembea kwenda kwenye mataifa mbalimbali, na utaleta mabadiliko mengi katika mifumo mingi, hasa mifumo ya kiimani. Sijajua Mungu alipokuwa ananionyesha vile vibanda na maduka alikuwa anamaanisha nini,
lakini ombea kanisa duniani kote. Nimekuambia nimemwona Papa akileta mifumo mipya ambayo haikuwahi kutokea kuanzia Papa wa kwanza mpaka sasa. Mimi sijaifuatilia historia ya mapapa, lakini nilimuona akileta mabadiliko mengi kwenye mitazamo ya tawala na falme. Kwa hiyo yupo pale kwa ajili ya kusudi. Liko kusudi limemuweka pale, na ndilo ambalo ataanza kulipigania sio muda mrefu. Na Bwana akaniletea ujumbe huu kwa sababu popote panapotokea mabadiliko yako, mambo yataanza kuharibika na mengine yatatengenezeka. Hoja yangu kusema haya ni kwamba ombeni kwenye kila jambo ambalo limekusudiwa na mbingu. Pia ujue kuna makusudi ya shetani. Wakati Mungu amekusudia mema, shetani amekusudia mabaya. Kwa katika kila maamuzi ambayo yanajitokeza huko mbele, kila mmoja simama, ombea. Mungu wa mbinguni atusaidie kama kanisa, kama taifa. Nimekuambia nimeona Papa ameanza kuja na mifumo ya maamuzi ambayo haikuwahi kuonekana. Na ndani ya hayo maamuzi yuko Mungu aliyekusudia kumsukuma aamue hivyo. Inawezekana watu wengi wanaweza wasinielewe kwa sababu kila mmoja ana imani yake, lakini nataka nikwambie Mungu anaweza kumtumia yeyote kwa makusudi aliyokusudia. Kikubwa wewe ni kuomba yule mtu ambaye Mungu amemwagiza atimize lile kusudi ambalo Mungu amemtuma. Maandiko anasema Yesu alipokuwa anaambiwa wanyamazishe wanafunzi wake, akawaambia, na waambieni wakinyamaza hawa mawe yatapiga kelele. Maanake Mungu anaweza kumtumia yeyote kwa ajili ya kusudi lake. Cha muhimu kwako wewe ni kuomba, kwa sababu shetani anaweza akapindua akaharibu kwa sababu ya ile hali ya wanadamu kuto kupokea agizo, tukaishia kuleta matatizo badala ya kuenda kwenye ile nia ambayo Mungu ameileta. Kwa hiyo aombee makanisa yote duniani, lakini nataka nikwambie kuna changes ambazo zinakuja, sio muda mrefu zinakuja. Mungu akubariki, endelea kuomba. Na kama unatamani kuwa miongoni mwa watu ambao tunashiriki pamoja maombi, nitakuwa na group jipya ambalo nitalianzisha kwa watu tu wale ambao wako tayari kusafiri na mimi kwenye maombi haya mpaka mwaka huu utakapoisha. Itakuwa ni group la WhatsApp, na kama Mungu atanipa neema nitaongeza magrupu mengine. Kwa hiyo kama unatamani kushiriki na mimi, kutembea na mimi katika mfumo wa maombi haya na hizi prophecy, jinsi ya kuomba, jinsi ya kuingilia au niseme jinsi ya kusimama kwenye zamu yako ili Bwana atende ile aliyokusudia na shetani asifanikiwe, unaweza nitafuta kwa namba yetu ile ile 0655 29 98 53. Utapewa maelekezo jinsi ya kujoin kwenye maombi ambayo ninaendelea nayo katika mwaka huu 2025. Mungu akubariki na kupenda. Asante.